Jesus Christ. Hapo ndipo tu bado Wakristo husherehekea kuzaliwa kwa Kristo Yesu, na alizaliwa kama vile nimetangulia kusema, kwa sababu ya upendo ambayo Bwana Baba alitupenda. Na ndipo nikakwambia Krismasi si kula na kunywa, si kuvaa vile kile haujawahi vaa, si kufanya kile haujawahi fanya. Bwana Yesu ainuliwe. Amen. Lakini ni kukumbuka upendo ule Baba alitupenda akamtoa mwanawe akazaliwa ili mimi niweze kupatikana. Bwana Yesu aipewe sifa. Amen. Wazee, Bwana Yesu ainuliwe. Amen. Siku kanyaga kredi 3. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Si kufanya jambo lingine haujawahi fanya. Hayo yote dunia itasherehekea kulingana na vile wao wanaielewa, lakini sisi kama Wakristo lazima tuisherehekee na njia ya pekee, kwa sababu ni kumaanisha tulipendwa. Haleluya. Amen. Na kwa hivyo kama kuna mtu haujawahi mpenda, haleluya, na kwa maana Bwana alikupenda akamtoa Kristo, na wewe sasa tukisherehekea Krismasi hii, wacha hiyo upendo upatikane. Wacha Kristo azaliwe ndani yako. Wacha upendo huu uonekane, kwa sababu vile tulipendwa hata nasi tuwe na upendo. Bwana Yesu apewe sifa. Tusite tukasema ya kwamba tunamsherehekea Kristo, tunasherehekea kuzaliwa kwake Kristo, lakini ndani yetu hakuna upendo. Bwana Yesu ainuliwe. Amen. Unakuta ya kwamba tunasema ya kwamba sisi ni Wakristo, lakini Mkristo mwenzako akiingia, asifiwe Yesu. Amen. Kwanza unamwangalia hivyo, unafanana na yeye kama compass. Haleluya. Kiangalia ameingia, amekaa mbele yako, unajifanya kama umeangalia, ama kama kuna kitu imeanguka, unarudi viti 5 nyuma, kwa sababu kuna chuki. Na nyinyi ni Wakristo, na nyinyi ni wa upendo. Na nimekwambia Mungu alipenda ili baada ya kupenda kikazaliwa. Na hivyo kumaanisha ya kwamba lazima hata sisi tuzae, kwa sababu tunapenda. Lazima Kristo tunaposherehekea kuzaliwa kwake, na sisi upendo uzaliwe ndani yetu. Upendo uzaliwe katika jamii zetu. Upendo uzaliwe katika kila mahali ambapo tunawakilisha, kwa sababu huyu anawakilisha upendo. Bwana Yesu apewe sifa. Na hiyo ndiyo maana tosha ya Krismasi ni upendo. Ya 3, Jesus was born in order to pay the price for things we have done wrong. Ama dhambi. God sent his only son to be the atonement for our sins, so that we would not be separated from God. Yesu alizaliwa akiwa kama, turudi nyuma, tulikuwa na last week but one, nikakuambia saa hii wamama, haleluya. Amen. Poleni sana kwa sababu napenda kuwaingilia, lakini nawaingilia kwa sababu ya kumpenda. Kama wiki 2-3 hivi zimeisha, ukipata mama Steve, mama Solo, Stella, pande zile na kula na mama Joro, mama Dan, wakipata kwenda kulipa ole katoko, hujaribu kuwasimamisha. Haleluya. Kwa sababu kuna haleluya. Wamama, haleluya. Amen. Nani alicheza na hiyo deni?
Bwana Yesu apewe sifa. Hata baba Solomoni kimpigia simu, kuna kitu nataka tufanye, ananiambia mama Solomoni amenikanyagia mafuta hivi, ananiambia anavitaka. Haleluya. Mpaka wazee tunakosa amani kwa sababu wanakataka inaitisha. The same baba yetu alikosa amani, akaona mwanadamu niliyemuumba na mfano wangu ataangamia, na hivyo lazima ning'ang'ane, lazima nitafute njia ili hii deni ilipo. Bwana Yesu apewe sifa. Na hivyo akamtoa mwanawe akiwa kama ile sehemu ile ambayo wewe ulitoa ukalipa ile deni, naye alitoa mwanawe akalipa deni zote ambazo tulikuwa nazo. Deni zote ambazo tukihukumiwa kwa sababu yake, akamtoa akailipa, sisi tukaachiliwa huru. Bwana Yesu ainuliwe. Maana ingine ya Krismasi ni deni tumeachiliwa huru. Haleluya. Amen. Kwa hivyo sisi Isaiah 9:6. Biblia inasema hivi: kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanaume, na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Kuna kitu moja nataka ujivunie yake. Nabii Isaya anasema kwa ajili yetu. Oh, haleluya. Mtoto amezaliwa. Na sasa tunapoenda kusherehekea kuzaliwa kwake, kuna mambo matatu hapa nataka uyashike. Nabii Isaya amesema ya kwamba ataitwa mshauri wa ajabu. Praise God. Amen. Kwa hivyo yaliyotushinda, tuliolemewa, sasa tunapata mshauri ambaye atatupa mwelekeo ya kuyashinda. Haleluya. Kwa sababu amezaliwa, sasa walioona kama tumeshindwa, tumepata mshauri wa kutuonyesha ili tuweze kushinda mahali hatukufika. Kwa maana amezaliwa, tumepata mshauri atakaye tushauri ili tuweze kufika. Bwana Yesu ainuliwe. Kwa maana amezaliwa mshauri wa ajabu. Huyu halipwi ili tuende tukashauriwe. Haleluya. Unajua, kama ni counselor wa hapa duniani, unataka kushauriwa kuhusu vile utaweka biashara na iweze kumanuva vizuri sana na iweze kufanya vizuri sana, lazima uombe appointment, uende ukae chini na kitabu na karatasi, ili aweze kukupa njia na akupe mwelekeo wa wewe vile utakavyoweka hiyo biashara na iweze kuwa biashara ya maana. Lakini mshauri ambaye tumepata, yeye hahitaji appointment, yeye hahitaji kuelezwa, hahitaji kushurutishwa ili ukuja aje afanye akwambie vile utakavyofanya. Wewe tu ni kujipeleka kwake na atakushauri, na baada ya kukushauri atakupatia mambo yote unayoyahitaji free of charge. Haleluya. Tumepata mshauri wa ajabu. Maana ya Krismasi ni kupata mshauri wa ajabu. Hiyo ndio sababu ya the reason for this season. Anaendelea kusema ya kwamba Mungu mwenye nguvu. Praise Jesus.
There before nilikuhubiria kuhusu ukimpata umepata nguvu, na hapa tumepata kuelezwa ya kwamba atazaliwa Mungu mwenye nguvu, na wakati atakapozaliwa ndani yako, haleluya, ambaye hakuwa na nguvu anapata nguvu, ambaye alikuwa nguvu zimeisha anapata nguvu zingine mpya za kuweza kufanya hata zaidi ya vile ambavyo haukuweza kufanya, kwa maana amezaliwa ndani yetu Mungu mwenye nguvu, na nguvu ambazo utapata si nguvu za dunia, si nguvu ambazo zina mwisho, ni nguvu za milele, ni nguvu za kushinda mambo yote ya shetani, ni nguvu ambazo zitakuwezesha kupigana na majaribu, ni nguvu ambazo zitakusaidia kukanyaga hatua ingine mbele na mwisho wake ufike mji. Haleluya, amen. Kwa sababu mambo mengine hatutayashinda kwa sababu ya hekima zetu, mambo mengine hatutayashinda kwa sababu ya ujuzi wetu, mambo mengine hatutayashinda kwa sababu tunajua sana, mambo mengine hatutayashinda kwa sababu tunajuana na mchungaji, mambo mengine hatutashinda kwa sababu tunajuana na kiongozi fulani, lakini tutashinda kwa maana tumepata nguvu ambazo zitatuwezesha kushinda na kufika mahali Bwana ametataka. Haleluya, amen. Amezaliwa Mungu mwenye nguvu, kumaanisha akishazaliwa ndani yako unapata nguvu zingine mpya. Pokeeni nguvu za Bwana, pokeeni nguvu za Bwana ili tuweze kushinda, ili Krismasi hii mkule na nguvu, kwa maana yule ambaye amezaliwa si mwenye kushindwa, si mdhaifu. Huyu ambaye amezaliwa ni Mungu mwenye nguvu, kwa maana yeye ako na nguvu. Hata mimi namiliki nguvu zake ili niweze kushinda, nisitishwe, nisiangushwe, kwa maana ninazo nguvu. Bwana Yesu ainuliwe. Nabii Isaya anaendelea, anamalizia na mwisho kusema yeye atakayezaliwa ni nani huyu? Nabii Isaya anasema Baba wa milele, mfalme wa amani. Haleluya, amen. Baba wa milele, mfalme wa amani. Praise Jesus. Amen. Anayezaliwa ni Baba wa milele. Praise God. Once upon a time, ama nyakati zingine zitakazokuja, tunaweza kaa hivyo muone magari kubwa yako na vioo za black zimeingia, watu wako na tushati tuaredi hivi na kora wameingia. Haleluya. Na wamwambia kutoka leo mchungaji wenu tumemuondoa hapa na tumeenda na yeye, na kutoka sasa huyu ndiye mchungaji wenu. Bwana Yesu asifiwe. Kumaanisha mchungaji, baba wako wa kiroho anaweza ondoka. Haleluya, anaweza ondoka. Unaweza pia kuwa na baba ambaye ni mzazi wako, lakini ifike mahali zile siku ambazo Bwana alimhesabia zifike mwisho na aondoke. Haleluya. Na akishaondoka, ile nafasi baba alikuwa anapray, unajua sasa hakuna mtu anaweza jaza pengo la baba mara mama. Haleluya, amen. Hivyo baba atakuwa ameondoka na atakuwa vacant. Lakini Nabii Isaya anasema ya kwamba atazaliwa Baba wa milele na wa amani. Haleluya.